Najua wakati mwingine saa zile nimekaa peke yangu mimi hujiuliza maswali. Wakati zamani ijapokuwa siku wako lakini huwa nasoma na ninaona zamani zake mababu zetu hawakuwa wanavaa nguo. Walikuwa wanakaa hivyo tu. Mara wanavaa tu vitu katikati ya waist. Kama ni wamama wanaweka vitu hapa wanafunika matiti. Na walikuwa comfortable. Hii mwili ingine yote ilikuwa hivyo. Ukilinganisha wakati huo ambapo watu wa zamani hawakuwa wanavaa sana na wakati huu ambapo tunavaa sana, unakuta wakati huu sasa kuna magonjwa mingi sana. Ukilinganisha na zamani wakati sasa hawakuwa wanavaa hizo sana, na bado kati ya kwamba hawakuwa wanavaa walikuwa ni kama wako nusu uchi, bado tabia zile zilikuwako sio kama za leo. Manake tabia za leo unakuta vitu zingine zinafanyika, na kumbuka saa hii watu wanavaa hata unaweza kuta mtu amevaa hata nguo 2-3. Lakini tabia na magonjwa ile iko ni mingi sana. Baada ya kufanya uchunguzi peke yangu nikajua ya kwamba zamani zile kabla sasa mzungu hajakuja kutuambia kwamba yule Mungu tulikuwa tunaomba, manake zamani kulikuwa watu walikuwa naomba Mungu kabla mzungu akuje. Walikuwa wanaomba, wazee wetu wa zamani walikuwa wanaenda, wanafanya matabiko, wanafanya sacrifice kule kwa msitu, na wakitokea kwa misitu, wakifika nyumbani mvua ishanyesha. Siku hizi tunakaaga, nchi inakaaga hata bila mvua, unaona season imeisha bila mvua. Ndio wengine watasema kwamba tumeharibu misitu yetu ndio sababu. Lakini lazima ujiulize maswali ingine, manake zamani hata ukisoma kwa Biblia unakuta king kama Solomon alikuwa na wanawake 900, na bado alikuwa na wale wa dogo wale wa kando bado alikuwako. Ukumbuke yani watu wale wa zamani mpaka wale Mungu alikuwa na dini na wao, unakuta kwamba Mungu alikuwa na dini na mpaka Abraham, na hakuwa na bibi moja, alikuwa na Sara, bado alioa Hagai. Hata kama baadaye Sara alikasirika, na tutakuja kuongea hiyo story, akamfukuza Hagai. Unajua mwanamke wa kwanza kufukuzwa kama amezaa na bwana ya mtu alikuwa ni Hagai, alifukuzwa na Sara. Sara alimfukuza Hagai sababu moja. Mwanzo Sara alikuwa amekosa mtoto. Walikuwa ameoana na Abraham lakini hakuwa amepata mtoto. Sasa saa zile amekosa mtoto, akamwambia bwanake, si ukuwe na tendo la ndoa na huyu msichana wetu wa kazi uone kama utapata mtoto. Akamruhusu Abraham kulala na Hagai. Hapo sasa Hagai akapata mimba. Kupata mimba, na kumbuka firstborn wa Abraham, ni vizuri hapa watu waelewe ni kwamba alikuwa ni Ishmael. Ishmael ambaye sasa alikuja kuzaa uzao wa Islam. Haya, huyu naye Isaac alikuwa ni kama secondborn wa Abraham, sababu huyo naye sasa alizaliwa na Sara. Sasa zile Sara aliweza kuzaa Isaac, ilibidi amfukuze Hagai, sababu Sara alikuwa alishakuwa amegundua kwamba wakikaa kule mtoto wa Hagai na mtoto wake wakae kule, inamaanisha Abraham atakuwa anaangalia huyu mtoto wa Hagai sana, sababu yeye ndiye firstborn. Ilibidi sasa amfukuze. Kwa hivyo hiyo sibling enmity haijaanza leo. Usifikirie sasa ati ukiona labda babako ameoa bibi mwingine na kuna yule bibi wa kwanza ati uone mkichukiana, ama uone hao mabibi wakichukiana, ati sio chuki inaanza leo. Hiyo chuki ilitoka mwanzo pale kwa Abraham. Saa zile sasa maid alifukuzwa na Sara. Labda hatujaambiwa vizuri alifukuzwa, lakini ukweli kwamba ni kwamba alifukuzwa. Manake kama hakuna jinsi angetokea aende akakae huko mahali hakukuwa na maji, hakukuwa na nini, peke yao yeye na mtoto wake, kama hajafukuzwa haingekuwa mapenzi yake kwenda. Lakini ukiangalia ni kwamba Mungu alikuwa ameamua ni atabariki mpaka ile uzao wa Abraham, sababu wakati wakiwa huko kwa mahali jangwani, mtoto alikuwa analilia mamake, naomba maji, mimi nasikia kiu, nahitaji maji. Na Mungu Hagai akamlilia Mungu, akamwambia sasa huyu mtoto analia,
naomba Mungu ufanye jambo. Na kutoka hapo Mungu kukapatikana kisima huko kwa jangwani, na mtoto akakunywa maji. So kutoka mwanzo uzao wa Abraham ulikuwa umebarikiwa, na ndio sababu umeona mpaka saa hii, mpaka wa leo, hata kama huwa anapigana, lakini bado wamebarikiwa na mafuta mingi sana ambayo iko chini ya ardhi. Hata kama ile nchi haina mito na whatever, lakini chini yake kuna vitu za dhamana mingi. So katika hiyo njia moja tu ambayo sasa tulikuwa tunaangalia kwamba ilikuwaje na tulifika hapa aje. Kumbuka tu baada ya huyo Hagai kufukuzwa na Sara, baadaye ndio sasa ukakuja ukapata sasa ile uzao imekuja imezaana mpaka ikafika kwa mtu mwingine alikuwa anaitwa Jacob. Naye kumbuka hapa Jacob walikuwa wamezaliwa wakiwa Jacob na Esau. Jacob ni yule sasa, hapo ndio unakuja kuona kwamba pia kwa familia bwana na bibi kuna uwezekano unakuta either bwana anasaidi na huyu, bibi anasaidi na huyu. Hii maneno haikutoka leo, ilikuwa inatoka kutoka pale mwanzoni. Manake Jacob alikuwa amenemiwa after kwa pande ya mama yake. Naye Esau alikuwa amenemiwa kwa akina babake. So huyu mamake Jacob akakaa akasikia baba anataka kubariki Esau. Nakumbuka huyu naye mama alikuwa amenemu Jacob pande ya kwao. Akaona hapana, hizi baraka haziende na Esau. Akapanga na huyu kijana yake Jacob, akamwambia babako anataka kubariki Esau. Na juu Esau ameenda huko msituni kuwinda mnyama ili akuja amchomee babako ili babako ambariki. Mimi nataka tuchukue mbuzi moja hapa, tumchije, alafu juu Esau anakuanga na manyoya kwa mikono, nikuweke manyoya ya ile kondoo ili babako akikuguza asikie ni kama Esau. Na hivyo ndivyo mwanamke alifanya, huyu mamake Jacob, wakafanya vile, wakachinja na wakachoma ile nyama, alafu akawaliza Jacob kiasi ya kwamba babake atasikia kama ni yeye, na akaenda akamwambia baba, nimekuja, nimeleta sacrifice. Sasa akakumpelekea pale, si babake akamshikashika, maana hakuwa na macho, kumshikashika akasikia ni kama ni yeye, lakini anasikia hapana, hii manyoya ni kama, lakini baadaye alimbariki sababu alikuwa amemwambia enda nileteni kubariki. Jacob akabarikiwa. Saa zile Esau alikuwa anakuja sasa na ile mnyama kama amewinda na amefaulu kuupata, akakuja akamchomea babake. Kumletea babake akamwambia baba, nimekuja na sacrifice. Babake alimwambia Esau ya kwamba nasi nimekubariki. Esau akamwambia baba, mimi hujanibariki. Babake akamwambia hapana, mtu alikuwa hapa na nikambariki. Esau akamrudia babake akamwambia baba, huwezi kosa kunibariki. Babake akamwambia nakuanga na baraka moja tu, sina baraka mbili, nina hiyo moja tu, na nishabariki, na nikishabariki sina baraka ingine. So Esau alilia sana, akalia sana, amenyang'anywa baraka zake. Na alipolia na akamlilia Mungu, baadaye Esau kuna mahali tuliona akiambiwa ya kwamba baraka zimeenda, na wakati utasikia uchungu juu ya baraka zako kwenda, itabidi uende ukazitafute zile baraka, na ikibidi usichukue kwa nguvu. Wakati Esau aliposikia kwamba zile baraka zake anaweza zichukua kwa nguvu, akaanza kutafuta ndugu yake Jacob ili achukue zile baraka kwa nguvu. Lakini kumbe naye Jacob alikuwa ametoroka ile mji, alikuwa ametoroka kule kwao nyumbani, sababu mamake alikuwa amemwambia huyu ndugu yako akijua umechukua baraka atazitafuta. So wakapanga, akatorokea kwa anko yake. Nitarudi hapa nikuja nikuelezee alipofika kwa anko yake alipata nini bwana Jacob. Naitwa Simon Kireho, huku ni Kireho TV. Asante kwa kusubscribe na kunisikiza. Mungu awabariki.